muda saa 12 ya jioni. Nimekuja kushangaa, nimetoka tu hivi naona upepo huu hapa. Unaona? Sasa ile natoka hivi na waita watoto, "Wewe mnaenda wapi?" Nikaona tayari pale imeshapaa. Nimeshuka chini. Basi kimbunga ndio ikawa imeshapita na kupita. Na ili zoezi ndio likawa limeshaendelea la kuvunjika hii nyumba. Langu kwa jamii nilikuwa naomba wanisaidie kurudi kama tulivyokuwa mwanzo. Maana tulikuwa kujenga tena hapa haraka sina. Kwa jina ninaitwa Hawa Jumanne Huseni, ni mkazi wa hapa Igunga mjini. Tukio limenikuta majira ya saa 11 kasoro. Nilikuwa nimetoka kulima, nafika hapa nyumbani kwangu, nilikuwa nimeacha watoto wangu wawili. Nafika hapa nyumbani, upepo ndio ukao umezidi kuwa mkali sana. Nilichofanya hapo nikawaambia watoto wangu, "Mpo salama?" Wakasema tuko salama. Na tu watu hapa nyumbani ndo na nyumba na yenyewe inashuka chini. Kwa hiyo mimi kama serikali na jamii naiomba tu inisaidie, nipe msaada, nipate hata pa kujiegesha. Baada hata siku ngapi na mimi nitarudi kwenye nyumba yangu. Mengine sina hayo kati hayo. Vitu vilivyoathirika, nilikuwa na bata mmoja alikuwa amelalia na yeye ameathirika. Sasa ninaomba na pia msaada wa chakula na wenyewe niupate ili niendelee kula hapa ndani. Vingine vilivyoharibika kama baskeli na yenyewe imeharibika. Nilikuwa na diaba 4, moja na lenyewe ndio limevunjika likiwa na maji. Kwa sisi kwa ujumla hatujapata tatizo lolote. Ninaliomba jamii pamoja na wadau, naomba na wenyewe mnisaidie kwa sababu hata chakula changu ndio nilichokuwa nakitegemea na chenyewe kimeathirika. Julius Theophili Msandabi ni msaidizi wa balozi wa mtaa huu, ni katibu wa balozi, ni katibu wa kitongoji. Kweli hili jambo limetuingia, limetuumiza mwenzetu kupata na janga lililotokea jana. Likuja upepo kwa kasi sana, kafikia kuwezua nyumba hii. Kwa hatua tulizochukua, tumeona kuna nyumba jirani hapa, ni jengo la serikali. Tumeonelea baada ya kukaa kikao cha dharura kama viongozi, tukaona tuweze kumsaidia mwenzetu. Kuna jengo pale lipo la bloko lakini halina paa. Kwa hiyo tutoe bati hapa tukaezeke pale ili tuweze kumhifadhi mwenzetu mpaka itakapofika tarehe 30 mwezi wa 7 atakuwa amepata nguvu za kujikimu. Kwa majina anaitwa Abedi Isa Abedi, mwenyekiti wa kitongoji cha Nkokota. Kwa mimi ni mwenyekiti wa kitongoji hichi, baada ya kusikia kishindo kikubwa tukasogea hapa kuona mwenzetu uharibifu wa nyumba ilivyozolewa na upepo, kwa sababu upepo ulikuwa ni mkubwa sana. Tulizoea ndo kufika hapa, cha kwanza tuchojali ni yeye pamoja na mali zake kuweza kuweka sehemu salama. Ikabidi yeye tupomona wako salama wote na familia yake, ikabidi sasa kuanza kutoa mali na wananchi wengine. Nilipomaliza kutoa mali kabidi sasa nimpigie mtendaji kata, kwa sababu sisi ripoti zetu lazima tueleze kwa mtendaji kata. Mtendaji kata naye anazipeleka kwenye ulinzi na usalama, ambaye kwa DC mkurugenzi ndio wale anatakiwa afikishie taarifa. Mtendaji akanambia basi kama umeshamhifadhi sehemu nzuri haina shida. Basi baadaye tukataarifiana na mtendaji, kwa sababu tuna eneo, tuna nyumba ambayo ipo karibu hapa ambayo ni mali ya serikali, ambao ni chumba na sebule, chumba ambacho cha via block ambacho havina mtu. Kwa hiyo tukasema kwa sababu mbao tunazo, bati tunazo, kwa sababu ile libakia ni kuwezekwa tu. Kwa hiyo tutaezeka na nitaziandikia kwanza nitabidi niandikie taarifa kwa huyu bwana kuwa mpaka mwezi wa 7 tarehe 30 ndio atatoka kwenye ile eneo, atarudi kwenye makazi yake mapya ambayo yatakuwa yako tayari. Taarifa hiyo nikisha iandika, basi kesho sisi tutakuwa na kazi moja ya kuchukua bati pamoja na mbao kwenda kuwezeka kwenye eneo husika ambao ni eneo la serikali. Naona kwa kuwa mwenzetu ameshakuwa ni muhanga, naona wa hili jambo, na sisi kama serikali tuna eneo la serikali. Kwa hiyo huyu bwana tutamweka katika eneo salama
mpaka mwezi wa 7, kwa sababu sasa hivi hatutomruhusu atumie tena hizi tofali za tope ajenge. Kwa kuwa itakuwa tena tunamhatarishia maisha, kwa sababu na hichi ni kipindi cha mvua. Itabidi baada ya masika hii kuisha, mwezi wa 7 ndio atajenga na kurudi katika eneo lake salama. Hapo ndio tutamruhusu. Wito wangu kwa wananchi wangu wa hichi kitongoji cha Nkokoto, ni kweli inakuta nyumba hujaikarabati kiangazi, inapofika masika sasa ule upepo unapokuja inakuwa ni tabu, lazima yake iezuliwe. Mimi nilikuwa naomba, kwa sababu mvua bado hazijaanza kwa kasi, kila mwananchi ajaribu kukagua kwenye hizi, hasa kwenye hizi nyumba dhaifu ambazo za udongo naona, ambazo za saruji, kwa sababu za saruji inakuwa hazina shida sana naona, lakini hizi ambazo unakuta mwakani zililetewa shida na upepo pamoja na hizi mvua zinazokuja sasa, na mwaka huu bado hazijafanyiwa kiangazi, hazijafanyiwa ukarabati wa aina yoyote. Sasa zinapokuja kuingia tena kwenye hii masika nyingine tena, afu unakutana na lapsa ya upepo, kwa hiyo kweli inaweza tukaleta maafa mengine. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa wananchi wangu, wajaribu kutazama maeneo yao, wayakarabati mapema, sio tukapata tatizo kama lilompata mwenzetu. Mimi ndio wito wangu ni hilo tu. Kwa sasa hivi unapoona upepo siku kimbilia ndani, kwa sababu ndani sasa hivi kunakuwa si salama tena, kwa sababu bora hii tunavyoona imeangukia kwa upande, kuna zingine waga zinatitia naona. Sasa kama hawa bwana wangekuwa humu ndani tayari tulikuwa sasa hivi tuna janga la kuja kwa toa wenzetu akiwa marehemu. Sasa hatupendi hivi vitu vitokee naona, ndio maana natoa wito tusitazame nyumba zetu bado mapema naona, na huu ukataji wa miti hautakiwi, kwa sababu miti inapunguza nguvu ya ule upepo. Sasa unakuta mwingine anakuambia mti wangu nimeupanda na ukata mimi. Hapana, sio utaratibu huo. Ina maana hii miti tunatakiwa tuhifadhi ili ipunguze kasi ya upepo naona. Kwa hiyo mimi wito wangu, ninapotokea kama hivi upepo mkali kama hivi, tujaribu kutoka nje.